Mafunzo ama semina hii inayoendeshwa na taasisi ya Kaizen ya Japani ya JICA kuwawezesha wafanyabiashara wa ngazi zote na kwenda kutafsiri falsafa uchumi wa bluu na utalii kwa wote, utalii ambao unamgusa mwananchi wa kawaida wa Zanzibar. Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Daktari Abudu Suleiman Jumbe, ameeleza hayo mara baada ya kufungua mafunzo ya kuwajengea uwezo wafanyabiashara na watendaji katika sekta ya utalii. Wadau wengi ni wananchi wa kawaida, na ndio maana katika ajenda ya uchumi wa buluu tunasema kwamba utalii kwa wote. Maana yake ni kwamba utalii unaogusa kila ngazi ya mnyororo wa thamani wa sekta nzima, lakini pia mfumo mzima wa ugavi wa sekta nzima, ambao pia unawajumuisha wajasiriamali wetu wadogo, wale wananchi ambao kimsingi wamekuwa wakiathirika sana na mabadiliko mbalimbali ya shughuli mbalimbali za athari za kiuchumi katika ulimwengu tangu ule wakati wa janga la COVID hadi kufikia leo, wakati tunaelekea katika mipango mbalimbali ya upondoishaji wa programu mbalimbali za kuwawezesha na kuwaimarisha na kuwafanya fikie ngazi ya kuitegemea. Dkt. Abudu ameongeza kuwa wao wakiwa wizara yenye dhamana ya utalii, safari moja huanzisha nyingine, na kwa kushirikiana na wadau wengine gari ndio limewaka. Leo ni mwanzo, leo ni uzinduzi wa programu hii kwa sekta ya utalii, na tumekuwa specific, tumelenga katika kundi la wanajamii, wananchi wa kawaida, tukisaidiana na wadau wenzetu wa Zati, Zato, Zatoga, Haz na wengineo. Lengo hapa sasa ni kuipeleka falsafa hii sio tu katika medani za viwanda vidogo, lakini pia kuitoa nje na kuipeleka katika medani ya kwenda kukaa na wajasiriamali, wadau mbalimbali wadogo, wananchi wa kawaida, katika kuwawezesha na kuwajengea uwezo. Kwa hivyo leo ni mwanzo, na tukitoka hapa kupitia ile programu yetu ya utalii kwa jamii, yani community based tourism, wakati serikali tayari imeshatenga bajeti kubwa katika kuwasaidia wananchi na kuwalenga moja kwa moja katika kutengeneza mifumo yao ya kimaisha na maendeleo katika sekta ya utalii. Lakini kupitia mifumo hiyo tunaweza kuendeleza ile mipango yetu, programu za uwezeshaji za kuwapa mbinu, ubunifu, uelewa, lakini pia kuwapa fursa ya kuingia katika masoko mbalimbali. Kwa upande wake, Thabit Masheko Ali, mkuu wa kitengo cha taasisi ya JICA ama Kaizen Zanzibar chini ya Wizara ya Biashara Zanzibar, amesema katika hili kikubwa ni kumpa elimu mjasiriamali, na kwa Zanzibar na utalii wameona ni sehemu muhimu ya kuipeleka elimu hiyo kwa wizara husika na wadau wake. Tayari tumeweza kutoa mafunzo kwa kampuni zipatazo 11 hapa Zanzibar. Kampuni zipi? Ni kampuni za viwanda. Kwa baada ya kuona kumefanya vizuri na matokeo mazuri, ndio tukaona sasa iko haja ya kuenda kwenye sekta nyingine, kwa sababu Kaizen inaweza ikatekelezwa katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo sekta gani? Ni sekta ya utalii, kwa sababu tumeona ndio sekta mama katika sekta za huduma hapa Zanzibar. Sekta ya utalii ndio sekta mama. Sasa ndio maana tukaanza na hii sekta ya utalii. Mwakilishi wa JICA Tanzania Bwana Fujiwara maarufu Makame ameitaja semina hiyo ya pamoja ni ya kubadilishana uzoefu na kusaidiana taaluma, na mradi huu wa JICA kwa Zanzibar wamejikita katika kuinua na kusukuma mbele harakati za watu wa tabaka la chini. And of course, tourism is one of the key drivers of Tanzania's economic growth, especially in Zanzibar. And the sector has a huge potential to generate income and also to create jobs and also a massive impact for the local community. At the same time, ensuring sustainable development of the sector requires a continuous effort to improve service quality and strengthen the operations at the ground level. Semina hiyo siku moja iliyofanyika katika ukumbi wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Kikwajuni Zanzibar. Jumuiya ya waandaaji na kuratibu misafara ya watalii Zanzibar Zato, Jumuiya ya wawekezaji wa sekta ya utalii Zati, na wafanyabiashara wadogo wa bustani ya Forodhani. Gharib Mohamed Bakari ni mwakilishi wa wafanyabiashara hao,
ameeleza matumaini yao juu ya semina hiyo. Katika kipindi cha utalii kuna low season, kuna na high season. Kwa hiyo low season itatunufaisha haya mafunzo kuweza kutuweka sawa, kwa mfano katika kipindi ambacho hakuna watalii wengi. Kwa hiyo pia matumizi yetu yawe madogo. Na chengine kikubwa zaidi kuhusiana na management ya utawala pale. Kwa mfano kuna vitu ambavyo wao wanatusaidia zaidi. Ukizingatia pale Forodhani tuna ukosefu wa maji, anatusumbua sana, hatuna madasmi na mambo kama hayo. Kwa hiyo hii itatuweka pia wazi kuweza sisi wafanyabiashara kuweza kuelewa majukumu yetu zaidi, kwamba kumbe tunahitajika pia tupatiwe vitu ambavyo vitahitajika pale kwa ajili ya utalii. Ukizingatia zaidi kuna AFCON inakuja hiyo hapo, masuala ya mipira, kwa hiyo wageni wataongezeka kwa wengi. Kwa hiyo naomba Kaizen pia watuhusishe na sisi pia kuwemo katika hii program. Taasisi ya Kaizen ya asili ya Kijapani ina maana mabadiliko endelevu kwa watu wa kada tofauti. Kwa Zanzibar imeanza harakati zake mwaka 2023 na imeanza katika sekta ya biashara na sasa imeamua kuelekeza nguvu zake katika sekta ya utalii.